Bwana apewe sifa mtu wa Mungu ambaye umekuwa ukitufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia umekuwa ukitusikiliza kupitia 101.3 AWR. Leo kwa mara ya kwanza kabisa unaniona niko sehemu ya tofauti kabisa, lakini sababu iliyoleta hapa sehemu ya tofauti ni kutokana tu na jambo ambalo linamhusisha mtumishi wa Mungu Evangelist and Apostle Anthony Mkane pamoja na chief anayehusika hapa ambaye mpishi mkuu wa hili eneo. Huyu bwana anaitwa Moody Masontojo, jina lake maarufu kweli kweli. Ana historia nzuri ambayo inamhusisha yeye pamoja na mtumishi wa Mungu Evangelist and Apostle Anthony Mkane. Nilipoisikia story hii nikasema hapa ni lazima nije kuzungumza naye, tuongee story yake baina yeye na mtumishi wa Mungu ina uhusiano gani, na kwa nini leo Moody anataka kukutana na mtumishi wa Mungu Evangelist and Apostle Anthony Mkane. Niko naye hapa, tutazungumza naye mambo mengi tu. Endelea kutufuatilia. Ndugu yangu, habari yako? Bwana safi. Mambo yanakwendaje? Alhamdulillah, karibu sana. Asante. Kwanza nikupe hongera kwa huduma yako vile ambavyo inaenda. Nikupe hongera sana. Safi sana. Inawezekana pia watu wanatamani kujua nazungumza na nani na hapa tuko sehemu gani. Mimi naitwa Muhammad Rashid Muhammad. Kwa imani mimi ni Muislamu. Kwa imani mimi ni Muislamu, lakini mimi ni chef maarufu sana kwa ukanda huu wa Wanging'ombe na Makambaku yake. Ndio. Maarufu kwa Moody Masontojo. Na hapa tuko Villa Park. Okay. Villa Park tuna vitu vingi sana. Ndio. Ukija hapo utakutana na huduma zote. Kwa maana mitori kama unavyoona chungu hapo kinafuka mtori. Tuna mbuzi, tuna samaki wa baharini. Tuna mavitafunwa yote. Hapo nataka nikuulize kidogo, umesema kuna samaki wa baharini. Tofauti ya samaki wengine na baharini ni nini? Kuna sato, kuna sangara. Ndio. Tofauti ya samaki wa maji chumvi na wenyewe wana ladha yake. Kuna ladha tofauti. Kuna ladha tofauti. Hapo nimeelewa. Kwa hiyo kuna pata pweza, pronzi, ngisi, vyote vinapatikana hapa. Okay. Kwa bahari nzima imehamia hapa. Na sio bahari tu, ukitaka special order zote tunavisimia pia. Okay. Tunatoa order mbalimbali. Ukiwa na special order yoyote unaandaliwa, una wageni wako tunaandaa. Okay. Naam. Nataka nijue story yako wewe na mtumishi wa Mungu inaanzia wapi? Mimi naamini katika Mungu. Na hizi dini au kuwa na madhehebu ni moja tu kati ya kumwabudu huyo Mungu aliye hai. Lakini kama kuna mtu anaweza akakupa kitu si cha ushirikina, bali ni kumwabudu huyo Mungu aliye hai, na ukaona kuna kitu kinapatikana, basi ni vyema tu ukampa sifa yake. Watu wa mjini wanasema ukamwagia maua yake. Mimi nina ofisi nyingine iko Igwachanya. Okay. Leaders Park opposite na NMB. Opposite na NMB. Kwa hiyo kuna ofisi nafikiri ya mtumishi iko pale. Ana magodauni yake pale. Kwa hiyo kila anapokuja lazima niwe namuona kama mimi niko eneo la tukio. Okay. Sasa kuna siku alikuja akakuta kuna mteja mmoja nampa huduma. Yeye wakati anashuka kwenye gari nikamkaribisha. Mtumishi, karibu bwana. Akaniambia asante sana mtumishi wa Mungu. Lakini baadaye akaniambia ni wachache sana ambao wanaweza kukukaribisha hivyo wewe ulivyonikaribisha. Ndio. Na mara nyingi mimi silagi sana migawani kwa sababu afya yangu naijua mimi mwenyewe namna ilivyo. Ndio. Kwa nafasi ya pekee kabisa, kwa namna ulivyonikaribisha, leo niseme kwamba na wewe nikupe heshima yako kwa kushiriki chakula changu cha mchana hapa kwako na watu wangu. Ndio. Kwa hiyo nikamwandalia oda yake, tena alitaji ugali, mbuzi na mboga ya majani tuiwe nyingi. Lakini sio mtu anabaya na makuu. Hicho mimi ndio ambacho nilimpenda, kwa sababu kwa nafasi yake pengine angetaka kula sehemu ambayo ni smart zaidi na nini. Akaba bwana, mimi nakula hapa kwenye meza. Na pale tuna meza kama hivi unavyoona. Nikamtengea pale akala. Baada ya hapo nadhani ilikuwa kama mwezi wa 7 katikati hivi. Ambao hiyo tunazungumzia mwaka jana 2024. Akasema mtumishi wa Bwana nakubariki kuanzia sasa. Okay. Kwa upendo uliokuwa nao na kwa namna ulivyojali, mimi naomba Mungu akusimamie na akuongoze katika shughuli zako, lakini naiona kesho yako ukienda mbali. Pengine mwaka ujao tuone ukiwa umebadilika kiutendaji, kwa maana kutoka hatua moja kwenda hatua ya pili. Nikamwambia nitafurahi pia.
Mimi kilichonisukuma pia nimtafute ni kwa sababu ya utabiri wake na maono yake. Sikumaliza hata miezi mitatu. Kwa sababu ile tukio lilikuwa ni mwezi wa 7, mwezi wa 8, wa 9, tarehe 10 Madam Devota nikawasiliana naye. Ndio. Basi tukakutana tukakubaliana kuja kufanya hii huduma hapa. Okay. Na mtumishi wa Mungu, nataka kujifunza kitu. Mlipokutana ya Igwachana, ulimueleza mahitaji yako, unataka kutoka kule kuenda viwango vya juu, au alizungumza jeje? Hapana, sikumueleza fikra yangu yoyote ile. Okay. Yeye tu ndio aliona hicho kitu. Okay. Wala sikumwambia kwamba nafikiria kwenda kufungua Njombe, wala sijamwambia kwamba nafikiria kwenda Makambako. Yeye ndio aliniambia naiona kesho yako ukitoka hapa kwenda sehemu nyingine. Okay. Yeah. Na umeshakuja huko Makambako. Nataka nijue mtumishi mmoja ushawahi kukutana naye ukamwambia bwana mzee, maono yako yametimia, ulichoniambia hichi hapa kinaendelea, na alishawahi kuja kukutembelea hapa au hamjaonana kabisa? Kuonana mimi nimeonana naye, lakini naamini pia alikuwa katika harakati zake nyingi, na pia kulikuwa na dalili kama za mvua fulani. Mimi baada ile tukio kukamilika nilisukumwa kumtafuta. Sawa. Sina chochote, lakini walau hata shukurani ya mdomo. Kama Mungu atakuwa kanibariki pia hata kama na kasadaka kadogo niweze kukatoa. Okay. Sikufanikiwa kukutana naye. Ndio. Ni ofisi yake ya Igwachanya pia nilitoa taarifa kwamba kama atakuja afu mimi nikawa niko around hapa nipate taarifa ili naye, sikubahatika hilo. Sasa wiki iliyopita nilimuona anapaki gari hapo, nafikiri alikuwa anaingia swili kwenye huduma hela hapo. Aliposimama mimi nikaenda kumsalimia. Hakuonyesha dharau, alinipokea japokuwa siamini kwamba alikuwa ananikumbuka. Akaniambia vipi kaka? Akaniambia salama. Uko salama mtumishi wa Bwana? Akaniambia niko salama, ila mimi nilikuwa nakutafuta mtumishi. Najua muda wako ni mchache, lakini hebu nipe hata dakika moja tu nikukumbushe tukio ambalo linanifanya nikutafute. Sawa. Kweli nikamkumbusha na nikamwambia kaka, nina sadaka kangu kadogo, walau nipate tu account namba yako nikatoe, kwa sababu moyo wangu ukunjuke kwa kile ambacho wewe ulinitabiria na kweli kimekuwa. Okay. Basi akaniachia ile account, lakini mimi sikuridhika tu kwa hilo. Sisi bado tunajitafuta. Ndio. Hatujafanikiwa Kabisa. Na sasa hivi vijana wengi tunaingia kwenye tamaa nyingi kwa sababu tunahitaji pia mafanikio. Mafanikio ndio. Wengi tunaingia kwenye ushirikina, tunafikia mali tunaua wazazi, tunatoa makafara yasiyo halali ili mali tupate mafanikio. Lakini kama unaona kuna mtu kwa neema na upako aliopewa na Bwana na Mungu ana uwezo wa kukutabiria kitu na kikawa, ndio mimi nilitamani walau hata siku nikutane naye nimwambie dhamira yangu. Na kuelewa kwamba mimi ni Muislamu. Ndio. Lakini hainizuii kuona kwamba nina uwezo wa kumpa heshima yake mtu aliyenitabiria kitu ambayo na yeye pia anaabudu huyo Mungu aliye hai. Sahihi. Huyo Mungu aliye hai ndio tunayemwabudu, lakini kama pia ana uwezo mtu wa kuambia bwana hiki kitakuwa na kikawa, hakika ni jambo la kumshukuru na kumpa pia pongezi yake. Okay. Kwa sababu watu wengi ambao wana mahitaji kama mimi, wengine wako chini yangu mimi pia wanahitaji kupata misaada kupitia hili. Okay. Kwa hiyo naamini kwamba wakienda kwa mtumishi wakapata hata nafasi ya kuabudu katika kanisa lake na wakapata maombi, kuna mwanga wataupata. Okay. Mudi, inawezekana pia tuko na vijana wengi. Unajua na wewe ni kijana. Tuko na vijana wengi labda wao hawaamini sana maneno ya watumishi wa Mungu. Wanaamini labda ujanja wa hapa na pale. Kupitia tukio lako wewe, kuna chochote kinaweza kikawa ni funzo kwa watu wengine wasioamini mambo haya? Kwa sababu hata mimi mwenyewe sikuwa naamini. Sawa sawa. Yaani miongoni mwa hao wasioamini na mimi nilikuwepo. Mimi nilikuwa siamini. Lakini nilikuwa huwa nahisi kwamba ni ujanja tu unaendelea ili watu waweze kupiga pesa. Lakini kumbe sivyo,
hizo ni fikra ambazo ni ufinyu wa kufikiri tuliokuwa nao. Okay. Kwamba wapo kweli wajanja lakini kuna watu wamepewa kibali na mamlaka na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuwatumikia. Okay. Na moja kwa moja Mungu hawezi kuja kwako wewe moja kwa moja, lazima kuna watu watawatumia ili uweze kupata huduma iliyo sahihi na kujua kwamba Mungu aliye hai yupo. Ndio kama hao kina mtumishi Nkana. Sawa sawa. Bana, hapa tupo kwa Makambako, sehemu moja inaitwa Villa Park. Naam. Huyu ndugu yetu Mr. Moody Masontojo. Naam. Ndio anapatikana hapa katika huduma yake upande wa chakula. Upande wa chakula ndicho anachokifanya hapa. Naam. Na yeye bana anasema kuna siku alikutana na mtumishi wa Mungu kama alivyotusimulia, na mtumishi akamwambia utapanda viwango vya juu. Moody kwa maono yake, kwa mtazamo wake, anaamini amepanda viwango vya juu toka alikokuwa hadi alipokuwa, na anaamini anaendelea kupanda viwango vya juu. Pia anamshukuru mtumishi, tumesikiliza hapa mambo ni mengi. Kwa hiyo na wewe bana, tumia fursa hii kuja kumtembelea hata Moody hapa kupata yote haya ambayo ametuonyesha hapa, na haya bana yataenda kinabii. Mambo haya yataenda kwa kinabii, na huyu jamani mtumishi. Na sasa uko kwenye somo? Sasa hivi niko kwenye saumu. Hii inazuia biashara yako kuendelea? Haiwezi kuzuia biashara yangu kuendelea kwa sababu mimi naamini kila mwanadamu Mungu kampangia namna yake ya kupata riziki. Kikubwa usivuke mipaka ya kumkufuru Mungu na usivuke mipaka ya kuvunja katiba ya nchi. Okay. Hapa nimekuelewa. Nataka nikupe nafasi ya kusema neno lako la mwisho, afu tuhamie sehemu nyingine. Sawa. Neno lote la mwisho. Mimi bwana, neno langu la mwisho kwa mtumishi. Okay. Mimi bado sijajipata. Lakini yeye kanipa mwanga. Sasa kama kanipa mwanga, mimi namchukulia kama babangu. Akinifelisha anifelishe yeye. Japokuwa natumia neno zito, lakini akinifelisha mtumishi anifelishe yeye. Lakini mimi naamini baada ya Mwenyezi Mungu uwepo wake ni muhimu kwangu. Hakika. Baada ya Mwenyezi Mungu uwepo wake ni muhimu kwangu. Na aamini kwamba sionani naye ila nina upendo wa dhati kwangu juu yake. Nimekuelewa. Sasa maombi yake ni muhimu sana. Wakati mwingine si vijana tunatamani pia tukae sehemu tupate vibanda vya kulala, tupate usafiri vya kuturahisishia hata kufuata mambuzi, ng'ombe vijijini. Maombi yake yani nafikiri inamfikia. Hii inamfikia vizuri sana. Sasa nyingine maombi yake bwana. Okay, yatafanya kazi. Ninaamini mtumishi wa Mungu atafarijika sana na atapata furaha sana siku akikuona umemtembelea madhabahuni. Unamwahidi vipi? Mimi kwangu sio shida. Mimi kwangu kumtembelea sio shida kabisa. Kwa sababu anayeabudiwa ni Mungu aliye hai. Ndio. Yaani kama ingekuwa ni kikao cha kwenda kunywa pombe, cha kwenda kufanya uzinifu nisingeshiriki. Sawa. Lakini kama ni kumwabudu Mungu aliye hai kwangu sio shida. Okay. Shida ni kwamba natamani siku ambayo nitaenda madhabahuni basi kuwe na nafasi ya kwenda kuonana naye moja kwa moja na nipate maombi yake. Sawa. Yaani nisiende tu kwa sababu ya kwenda kuhudhuria na nisipate nafasi ya kuonana naye. Hapo nimekuelewa na amekuelewa. Kama ana taratibu za kuwa na wageni waalikwa, basi ikimpendeza na mimi siku hiyo ambaye atakuwa na ratiba ya kuwepo madhabahuni, basi niwe miongoni mwa wageni wake waalikwa. Mimi nikutoe hofu, hilo limewezekana na liko under control. Basi sawa. Basi imeisha hiyo.